Shalom, shalom mpendwa katika Kristo, na karibu tena kwa ujumbe wa leo. Tuna kufungua vitabu vyetu katika kitabu cha Ufunuo, sura zake ni 22 na mstari wa 12. Inasema, tazama naja upesi, na ujira wangu mkononi, kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mpendwa unayenifuata kwa tariki ya leo, nimekuja na ujumbe ambao unasema, tazama naja upesi. Yesu Kristo anatukumbusha kwa tariki ya leo ya kwamba tazama anakuja upesi. Biblia inafungwa katika Ufunuo na neno ya ushindi na sauti ya ushindi kutoka Yesu Kristo, ya kwamba tazama mfalme anakuja, tazama Bwana wa kazi anakuja upesi, na ujira wake mkononi, kumlipa kila mtu sawasawa na kazi yake. Yesu Kristo alipokuja mara ya kwanza, alikuja kama Mwokozi, alikuja ni mnyenyekevu, alikuja na kuzaliwa katika hori la ng'ombe, akatembea na wanadamu, akatenda ishara na miujiza, akafa na kufufuka. Lakini Yesu Kristo atakapokuja tena, atakuja kama mfalme wa wafalme, kama Bwana wa mabwana. Anaposema tazama, anamaanisha, sikiliza kwa makini, anamaanisha amka, usipuuzie ujumbe huu. Maana watu wengi ufikiria kwamba Bwana anakawia, lakini leo nakuja kuambia ya kwamba Bwana wa kazi anakuja upesi. Bwana wa kazi anakuja upesi. Yesu Kristo anakumbusha kanisa ya kwamba isilale usingizi wa rohoni, usilale usingizi wa rohoni. Maana mnapolala usiku ama mnapolala usingizi, ni pale ambapo adui anakuja na kuharibu, ni pale ambapo adui anakuja na kupanda pando lake ambao si sahihi kwa maisha yako. Leo nakuja kuambia ya kwamba mpendwa, amka, Bwana anakuja upesi, mfalme wetu anakuja upesi, na anakuja na ujira wake. Ahadi ya kuja kwa Yesu ni ukweli na hakika. Bwana anakuja, Bwana anakuja ghafla, Bwana anakuja, na kuja kwake yawezekana itatokea ghafla, pale ambapo watu wengi hawatambui, pale ambapo watu wengi hawajui sana wakati. Ni pale ambapo Yesu Kristo anasema katika Mathayo sura zake ni 24 na mstari wa 44, aseme, kwa sababu ya hiyo mjiweke tayari, maana kwa saa msioizani Mwana wa Adamu waja. Kwa wakati ambapo wazii, Yesu Kristo anakuja. Yesu Kristo anakuja na ujira wake mkononi, kumlipa kila mtu sawasawa na kazi yake. Mpendwa, usicheze pale ambapo dunia inaandaa mambo yake, pale ambapo kila mtu ana mipango yake, kila mtu anajiandalia juu ya kesho yenye kuangaa. Lakini kuja kuambia mpendwa, maandalizi makubwa kuliko maandalizi yote ni maandalizi ya kuandaa ama kujiweka tayari kukutana mfalme wa wafalme. Jiandae, jiweke tayari kukutana na Yesu Kristo, maana kesho haiahidiwi kwa mtu yeyote. Tubu kabla ni mchana, tubu kabla ni leo, maana tunajiandaa leo. Ishi mapenzi ya Mungu leo, maana kesho haiahidiwi kwa mtu yeyote. Bwana anakuja upesi na ujira wake mkononi. Yesu Kristo anakuja na ujira wake mkononi, kumlipa kila mtu sawasawa na kazi yake. Yesu anakuja na ujira wake. Mpendwa, unanifuata kwa majira kama na haya, kazi yako unayoitenda kwa ajili ya ufalme, ufikiria kwamba Bwana anasahau. Wanadamu wanaweza ukasaulika kujitoa kwako, lakini Mungu anakumbuka. Wanadamu wanaweza kukataa, wanadamu wanaweza kudharau huduma unayoifanya, lakini Mungu anaiona. Mfalme wa wafalme Yesu Kristo anaiona, na anakuja upesi na ujira wake, kumlipa kila mtu sawa sawa na kazi yake. Kabla anaposema katika Waebrania sura 6 na mstari wa 10 ya kwamba Mungu si dhalimu hata akaisahau kazi
ya mwanadamu. Mungu hasauliki sadaka unayoitenda. Mungu si dhalimu kwa ili asaulike kujitoa kwako. Mungu si dhalimu wenye ufikiria kwamba ujira wao ni katika mikono ya wanadamu. Lakini kumbuka mpendwa, ujira wako ni mkono mwa Yesu Kristo. Ni Yesu ndiye mwenye atakulipa. Usitegemea kwa mwanadamu atakulipa, lakini ujira wetu unakuja pamoja na Bwana wa kazi. Bwana wa kazi anakuja na ujira. Watu wanataka kusapoti leo, lakini kama Yesu anakusapoti, hiyo inatosha. Maana atakapokuja Bwana wa kazi, wewe ni muheri, wewe ni zaidi ya muheri. Kila mtu atasimama na kutoa ripoti mbele za Bwana. Kila mtu atasimama mbele za Bwana. Tajiri atasimama siku hiyo mbele za Bwana. Maskini atasimama siku hiyo mbele za Bwana. Waliosoma watasimama mbele za Bwana. Hata wale ambao husoma watasimama mbele za Bwana, ili kupana ripoti ya namna gani tulivyoishi. Katika Warumi sura 14 mstari 12, maandiko yanatuambia aseme, basi kila mmoja wetu anatoa habari zake. Kwa pumzi uliopewa, kwa masaa uliopewa, umefanya nini kwa utukufu wa Mungu? Umeishije? Injili ilipohubiriwa umechukulia namna gani? Bwana anakuja upesi. Bwana anakuja upesi. Kisha maisha haya kuna maisha mengine. Kisha maisha haya tunasubiria ujira kutoka kwa Bwana wa kazi. Hivyo ndio kutoka mpendo ya kwamba Bwana anakuja. Kuja kwa Yesu Kristo ni ujumbe wa tumaini, sio onyo tu, lakini ujumbe wa tumaini kwa wale ambao ni waaminifu, kwa wale ambao wanaishi mapenzi ya Mungu, kwa wale ambao wamepokea neema hii. Maana tumeokoka kwa neema, si kwa matendo. Tumeokoka kwa neema katika njia ya Yesu Kristo, na matendo si bei ya wokovu. Lakini kisha mtu kuokoka, ni lazima maisha yetu yazae utiifu, yazae maisha ya utakatifu kama matunda, yazae kumpendeza Mungu, yazae kutenda leo mapenzi ya Mungu. Mpendo, nakuja kuambia ya kwamba Bwana anakuja. Bwana anakuja, na Bwana kuja ni ujumbe mzuri kwa wale ambao ni waaminifu, kwa watumishi waaminifu. Kuja kwa Yesu Kristo inamaanisha ya kwamba hakutakuwa tena mateso, hakutakuwa tena maumivu, hakutakuwa tena kutengana, hakutakuwa tena shida. Maana maandiko yanatuambia katika Ufunuo sura zake 21 mstari wa 4, aseme atayafuta machozi katika macho yao wale waliolia. Mauti haitakuwa tena, shida haitakuwa tena. Bwana anakuja na ujira wake mkononi. Leo kengele inalia kwako mpendwa, ya kwamba jiweke tayari. Yesu Kristo yuaja na ujira wake ni mkononi, kumlipa kila mtu sawa sawa na kazi yake. Jiweke tayari mpendwa, usicheze, usiitike dunia kutawale, lakini wewe simama upande wa Bwana, mtumikia huyu Mungu. Pokea injili ya kweli, mpokee Yesu Kristo, maana Bwana wa kazi anakuja na ujira wake mkononi. Asante mfalme wangu kwa neno lako tena kutukumbusha kwa tariki ya leo. Asante Bwana wangu kwa kukumbusha kwa tariki ya leo ya kwamba wewe Bwana wa kazi unakuja upesi na ujira wako ni mkononi, kumlipa kila mtu sawa sawa alivyotenda. Acha Bwana uende kuwezesha taifa lako, uende kutujaza nguvu, tupate kulinda imani. Utakapokuja Bwana utukute tayari, tupate kuishi maisha matakatifu. Utakapokuja Bwana utukute tuko tayari kama wale wanawali wenye busara walioweka taa zao pamoja na mafuta. Ulipopisha mfalme, ulipopisha wakakulaki na kupokea, lakini wale wanawali ambao ni wapumbavu walikosa kuingia katika karamu kwa sababu hawakuwa na mafuta. Tuwe taifa ambayo ni tayari, tuwe taifa ambayo inakutegemea kila leo. In Jesus name we pray. Thank you Jesus. Amen.